Yes. Hallelujah and praise the Lord. Bwana ni mwaminifu, Bwana ni mwema. Jina la Bwana lipewe sifa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. You are well. The Lord is wonderful. Welcome to the first Sunday of the month of May, because Bwana anaendelea kutubeba na kututendea mema, na nataka nikutakie Jumapili ya baraka. Bwana akutangulie. Mungu asikie kilio chako, Mungu asikie maombi yako, Mungu akutendee kwa sababu yeye hutenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Otherwise you're well. Amen. The grace is sufficient. The grace is sufficient. Amazing grace, sufficient grace. Pokea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sasa Yesu ni wa huruma. Yesu ni wa huruma. The mercies of the Lord are real. In fact, kuna mahali Biblia inatuambia kwamba we come to the mercy seat of the Lord, ambapo we receive grace and mercy wakati ambapo mambo yamechemuka. Wakati ambapo mambo yametuinukia, we shall receive mercy, we shall receive grace, we shall receive power when we come to the mercy seat of the Lord. So the Lord is merciful. Jesus, our Lord, is merciful. Ukisoma kitabu cha Marko sura ya 8, Mark chapter 8, hapo ndipo ambapo Yesu alilisha watu 4,000. Wajua Yesu alilisha watu 4,000 na kuna mahali pia alilisha watu 5,000. So hapa ni 4,000. Hawa watu 4,000, Yesu akaambia disciples wake ya kwamba, mnajua nini? Hawa watu wamekuwa na sisi for 3 days. Manze, naona nikiwaambia watoke waende makwao, si watazimia njiani. Ninawahurumia. Wamekuwa hapa for 3 days. Alafu nikiwaambia tu watoke waende, si wataangamia huko njiani, watafaint. Because Jesus was compassionate. He had compassion. He was compassionate. Aliangalia akaona hawa watu manze wataenda kuangukia huko. Akawa na huruma sana. Huruma. Do you think ni watu wengi leo ati atakuangalia aseme, na huyu amekuwa hapa siku 3 na hajakula? Ni watu wachache sana. Ile huruma ya kweli. Ile huruma ya kweli. Anaangalia naona kwamba huyu sasa hapa. Inamgusa. That is our Jesus. Na Yesu akauliza wanafunzi, mko na nini? Wakasema hatuna isipokuwa walikuwa na mikate 7 na vipande vya samaki. Yesu akaambia wanafunzi, waambieni wakae chini. And they ate. He fed 4,000 people. 4,000. Watu ambao Yesu aliwaangalia akawahurumia. I have come to speak of the mercies of the Lord. That our Lord is merciful. Our Lord is merciful. Usidanganywe na adui. Our Lord Jesus is merciful. Na wakati ambapo unakuja mbele zake, mimi huwa ninakuambia mara nyingi, nilisikiza mafunzo ya Apostle Kimani kuhusu the mercies of the Lord, and something in my life changed. Mercies of the Lord. And I even remember Apostle Kimani akisema ya kwamba, even when you do not know what to pray for, just ask for mercy. Wakati ambapo unaombea familia yako, you do not know what to pray for, just cover them with the Lord's mercy. Because the mercies of the Lord are powerful. The mercies of the Lord. The mercies of the Lord. Do you remember wana wa Israeli wakiwa jangwani? Mungu aliambia Musa ya kwamba nimeangalia wana wa Israeli na nimeshuka niweze kuwasaidia. Maana alijawa na huruma. Huruma za Bwana. Huruma za Bwana ni real. Usidanganywe. So, usiwe katika situation ambayo inakuumiza na unanyamaza na hausemi nini. Ambia Mungu, Baba, hii situation inanimaliza. Is it an addiction? Tell God hii addiction inanimaliza. Is it umasikini? Is it madeni? Ambia Mungu, Baba, sijui nifanye nini. Ninaomba tu huruma zako. Ninaomba huruma zako. Huruma zako zinitetee. Huruma zako sijui zitanifanya nini, lakini Baba, nimeomba huruma zako. Because our God is merciful. Merciful. Mimi by the way nimekuwa nikiomba tu hilo ombi. Kuanzia tu mwaka uanze. Nimekuwa tu nikiambia Mungu mercy.
Mercy, Lord. And when you're praying for God's mercy, it's not because that you have sinned. It is not because that no, it is because you've umepata ufunuo ya what the mercies of the Lord can do. Wengine wetu unasikia tunasema, wengine tunasikia yani unaweza fikiria mtu huyu sasa ameomba huruma. Kwa nini anaomba huruma? Kwani amekosea nini? Kwani amefanya dhambi? No. Haimaanishi ati kwa sababu unaomba huruma za Mungu tumetenda dhambi. Haimaanishi ati kwa sababu umeomba huruma za Mungu umeibia mtu. No. It is because you have realized the secret and the power behind the mercies of the Lord. The mercies of the Lord can change things overnight. The mercies of the Lord zinaweza kukufanya uwe mahali ambapo ungeangamia, lakini huruma zimeongea, huruma zikasema hapana. Mercy said no. Mercy said no. Whatever situation unajipata ndani yake, ask God for his mercy. Sababu huruma za Bwana huwa zinaongea. Naomba katika jina la Yesu, huruma za Bwana zikutetee, huruma za Bwana zikufikie, huruma za Bwana zikufunike wewe na familia yako na watoto wako. Huruma za Bwana zifunike taifa la Kenya. Huruma, mercy, mercy, mercy Lord. Mercy Lord. Mercy Lord. Katika jina la Yesu. Amen. Have a merciful day, merciful Sunday, merciful week katika jina la Yesu. Amen, amen. Tukutane Galilaya. Hallelujah. Hallelujah.